Maisha ya Yesu na ndio maisha kabisa. Misingi yake iko katika aina tano. Ukizungumzia Yesu tunapomrudisha hilo, upate kwa urudishe tano. Na hapo ndipo uzima ama imani ya kanisa imejengwa. Au leo ndio kila mshiriki unakie. Na ukipoteza moja ya hizi tano, umepoteza msingi. Unataka hiyo hii tano, ukai mbele. Kama tunashangilia upako Yesu, ila tunapokua Yesu, hii inamaanisha ukamilifu wa wokovu au ukamilifu wa kuja kwa Yesu duniani. Ndio waliokuwa hakushika kwa Yesu tangu kwa Yesu hakuishi. Haleluya. Nataka kuongea na watu wa Mungu. Kwa maana ya Mungu wa Mungu. Nataka kuongea na watu walio na Yesu ili wao kama Bwana na Shujaa. Nataka maana Yesu kugao imani kujua. Kuna neno Yesu alilosema msalabani. Alisema Yesu amekuja msalaba. Na baada ya hapo akakata roho. Hivyo yao katika alikuwa leo akiwa juu ya msalaba. Yaani maana haya msalaba. Baada ya kuchukua gharama na uzito wa kulipa deni au hicho tena kwa damu ya Mungu. Hata kupata akachie Mungu ya kweli habari za Mungu akasema nimekwisha. Jambo la kidogo jamani aliposema nimekwisha akaroho. Ama kwa jamani ya kinga jambo lile kuona. Sikuona wala anakulia. Lakini kama ingeishia hapa, haitoweza kuagana mimi amoje ingekuwa haikuisha kabisa. Ndio maana alieleza hivi atolewe msalabani, yazawa kama msalaba azikwe alimahambe na baada ya kuzikwa alianza afufuke atatoka. Baada ya kufufuka atatoka apande mbinguni. Hiyo ndio ukamilifu wa wokovu. Ndio tunataka ndio kamili. Ni kwa kushika kubatiza. Haleluya. Amen. Nisema wote na mzee tutazungumza kwa kitu kimoja. Leo tutakuwa hapo hii tutakumbuka kwa Yesu. Alito ilikuwa ni zitakaye. Yote ndio tunataka katika muda huu. Hiyo tutakumbuka hapo ni mwana. Imepaka mtakatifu kabla ya Yesu hata nyumba yake ya kuzaa haitachukuliwa. Yaani gari ya Mungu nao nitaita kasami. Kwanza ni kuzaliwa kwa Yesu. Tukaambia hapo hiyo ni mpango rasmi uliopangwa katika Mungu na mpango. Hiyo ni ile muro ya tebuwe kukumana. Isaya ya haya kabla ya miaka 700 zaidi huyu Yesu alizaliwa. Isaya mwisho ndio imenya Yesu atakapokuja. Aliyeokoa tutabiri pia kuzaliwa kwa Yesu ni Mungu mwenyewe katika malaika. Kali wakuishi ndio kwa Yesu ni kana kisha kukijaje. Hapakuwepo mwanadamu. Na wale hapakuwepo nabii. Na wale Israeli walikuwa watu wanne. Hawa wanne ama kulikuwa wale walikuwa Mungu, yaani maana wakuwa shetani na shetani ukokuwa na Eva akakuwa na Adamu. Hapo na Adamu. Kitabu cha Mwanzo 3:5. Ingawa ndio tatu ikaanza ndipo Mungu anamshtaki wa kuzaliwa. Ina katika kuanzia ndio katika asiyekufa hawezi Mungu unakuja kutoka. Asiye hai hawezi kwenda. Utatakaje na kutoka. Haleluya. Amen. Amina. Leo anaambia utisha hizo. Ni
idioma vya kuwezesha kusikia. Ndio maana unapokuwa kanisani, lazima usikilize. Na baada ya kusikia, uwe mtii aliyeumba. Amen. Amen. Jinsi huyu mwokozi atakapopoteza thamani na uzuri kiasi ambacho hakuna mtu aliyemtamani. Ushike vizuri. Au kupokea kwa njia rahisi. Kuachana na ukomo wa Mungu. Kuachana na ukomo wa maisha. Kwa hiyo, hatua ya pili kufa. Hatua kuitamiwa. Ili kupoteza wakati. Ndio maana
ikwiye kumwegera nakupasa kuwafikia sana katika Bwana. Bikwiye cyane kwigana umwanya wayo kazuba maisha kiroho sio bahati ubuyoga bwego Kristo runaka kama hakusikwe kuendelea siku hadi siku kujisoweza ushirika wa wote ndio baada ya kuone wimegereze karawo kwenye haya yao anisha kwa mali yao akili Yesu alikuwa kwa Yesu alikuwa na mishwa yule alikuwa anaenda kujimisha muda wao au pia yeye kujitafakari wao kwa yao hizi baada ya siku kwa ile ambapo hizi ndio kile kinachokutoka haleluya amen haleluya amen wewe ni Yesu kama rafiki wewe ni Yesu mwenyewe ambaye kwa alipofanya wao sio kwa leo ni kabaishi hizo zilikuwa sababu Yesu ni tosha kwa Yesu hadi leo yote anashinda nguvu na vitisho jio yale yote vibonezi kwa yote hata zile siku au ni sio wengine au katika zile siku au ni sio wengine kwa Yuda na Warumi hao na wao waliokusubisha hawa ndio
kweli wataona furaha ilipita katika Luego baada ya kuokoe hadi kama kujifaa. Kama kile kitu hivi. Ndio ndio kwa
Bwana Yesu anaketi kwa Baba. Ukiakutetee, ili akutetee. Serikali yangu ikonayo. Uamini yeye aliyeshinda kifo na mauti. Na atashinda. Asante Bwana. Ila wewe baraka kanisa. Wewe baraka kanisa. Ila wewe watu wote kwa atakapoondoka au na furaha wanafunzi walipokea wewe walirudi kwa furaha na atakapoondoka hapa tuendelee kufurahi huko. Asante Bwana. Uko mwema. Tunaharibu vitu vyote na kuangalia hizo vitu zote na